ضاق صدري ولست أدري بأي علاج أداوي ذنبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا معلمنا وقدوتنا ومرشدنا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. سادة الكرام أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua ni silaha na kinga ya Muislamu. Ili dua lako likubaliwe, tumesema kuna masharti. Kwa sasa tumefikia sharti la pili, pale linaposema kuwa ili dua lako likubaliwe usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Amesema mwenyewe mtukufu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Nao hawakuamrishwa kitu chochote kingine isipokuwa kumwabudia Allah peke yake, kumwabudia Allah peke yake na kumtakasia dini. Wawe waongofu na washikamane na sala au wasimamishe sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo dini iliyokuwa madhubuti. Kisha amesema tena Mola mtukufu, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Sema, waombeni hao mnaowadai badala yake yeye, hawawezi kukuondoleni madhara wala kuyaweka pengine. Challenge hiyo. Yote hayo anayoyafanya ni Allah mtukufu, asokuwa na mshirika. Kisha amesema Mola mtukufu, innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Hakika hao mnawaomba asiyekuwa Allah ni waja mfano wenu nyinyi, hebu waombeni basi nao wakuitikieni kama mnasema kweli. Challenge nyingine hiyo, hawatokuitikieni wala hawatokujibieni chochote. Allah mtukufu ndiye mwenye kujibu, Allah mtukufu ndiye mwenye kuombwa na ndiye anaitikia. Ama sharti la tatu ni kula chakula cha halali, kula chakula cha halali kilichochumwa kihalali, na sharti hii ni lazima, sharti ya lazima ya kukubaliwa kwa dua. Anayekula chakula cha haramu au kile kilichotokana na machumo ya haramu kama vile rushwa, riba, wizi na mfano wake, hapo itakuwa ni sababu kubwa ya kutokukubaliwa dua, kama mtu hatoachana na haramu. Anasema Allah mtukufu, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Enyi mitume, kuleni vyakula vizuri na tendeni mema, hakika mimi ni mjuzi wa mnayoyatenda. Kisha akasema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi mlioamini, kuleni vizuri tulivyokuruzukuni na mumshukuru Allah mtukufu ikiwa kweli mnamwabudia yeye tu. Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha nnas inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Enyi watu, hakika Allah ni mzuri, ni mwema, hakubali isipokuwa vizuri, na Allah amewaamrisha waumini kwa yale aliyowaamrisha mitume.
amesema ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi mlioamini kuleni vizuri tulivyokuruzukuni. Halafu akamtaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu ambaye amesafiri masafa marefu, nywele zake zikiwa timtim zimejaa vumbi, ananyosha mikono yake mbinguni kumwomba Allah mtukufu, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, na hali ya kuwa chakula chake cha haramu na kinywaji chake cha haramu na mavazi yake ya haramu na mwili wake umejengwa kwa haramu, vipi basi atajibiwa? Ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah mtukufu atujalie riziki zetu ziwe za halali na tuepushe na haramu ili tukubaliwe madua yetu. Kwa hili chache namwomba Allah mtukufu anijalie mimi pamoja nanyi lilmuttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyina alkarim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. ولست أدري بأي علاج